Bwana, tunaendelea na stori yetu tulipokuwa tumeishia jana. Baada ya kuzurura sana usiku, nikaona sio kweli, ngoja nirudi zangu tu kijiweni nipake. Mara kidogo akanipigia rafiki yake Aziza. Mimi huyu hapa nikawasha chuma, nikaenda kumchukua. Tukaenda mpaka alipokuwa naenda, tukafika mwisho wa safari. Nikashika breki pale, kashuka, kafika muda wa malipo. Akatoa buku, nikasema buku tena bwana, fezea, tumetoka mbali. Nikamwambia bana, buku haitoshi. Akasema shilingi ngapi? Nikamwambia walau hata utoe 2000. Mara mtoto akageuza simu kwa nyuma, akachukua tena buku lingine. Nikasema hapo fresh, unajua tena mafuta yenyewe fezea. Alafu nimesahau bana, hivi unajua sasa hivi rafiki yangu anafuatwa na bwana yake bana kazini. Kweli ndio maana nashangaa mimi wiki nzima sasa hivi hajanipigia simu. Basi ndio hivyo, yuko na bwana yake nyumbani pale. Mimi kikaniuma hicho kitu kimoyomoyo, lakini sikutaka kureact ajue pale. Kwa hiyo si wako nyumbani. Basi sawa, hamna shida. Mimi nikaweka zangu buku mbili yangu mfukoni, hapo nikawasha chuma, lakini hapa mawazo yangu yananituma tu kwenda kule. Oya we, mishale inasoma saa 8 usiku. Ni ngumu kumeza. Mimi sikuamini kabisa maneno ya rafiki yake. Nikasema ngoja nitoke mwenyewe hapa niende paka magetoni kwake mwenyewe nikathibitishe. Kufika pale kucheki geti hivi limefungwa. Sasa nikaangalia huku na huku, ukuta si huo hapa bana. Mimi mikono miwili juu nikaruka pale nikadandia. Kudandia bana, nikachungulia chini pale. Kuna deki ni mbali, lakini nikaruka kuchungulia hivi dirisha lake lile pale, nikanyata taratibu. Huyo mara nikaangalia huku na huku, nikasema ngoja nichungulie nithibitishe. Mara ninachungulia tu katokea mdada huko. Mara ngapi bana, majirani wasitoke huko na mawe. Hakika hii story ni kali sana. Hakikisha umenifollow.